الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa leo ni siku ya kuanza kitabu chetu cha Safinatun Najah, kama tulivyoahidi jana kuwa tutaweka kabla dhuhuri baina adhana na iqama, tutaelezea ama kukumbushana masala ya fiqhi kwa kutumia kitabu cha Safinatun Najah kiliyotungwa na Sheikh al-Allama al-Fadil Salim ibn Samir al-Hadrami ala madhhab al-Imam al-Shafi'i. Kitabu kama hichi ni kitabu maarufu, kinapatikana hasatan upande wetu wa Pwani, na kitabu kinachotumika kwa ajili ya madaris zetu kufundisha wanafunzi. Kwa hiyo tutasomesha ama tutakumbushana kwa wale ambao kwamba pengine hakupata wakati ya kupita madrasa ama ni kitambo wamesoma, waweze kukumbuka, na sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidi kutupatia fahamu na kuweza kuelewa. Aanza mwenye kitabu akisema, man yuridillahu bihi khairan, yule ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala anampendelea khairi, yufaqihuhu fi dini, yuamfahamisha katika dini. Hii ni aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yoyote yule ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa amempendelea khairi katika ulimwengu wake, basi jambo la kwanza anamfahamisha dini yake, anamfahamu Mwenyezi Mungu ni nani, anafahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka nini. Kinyume chake, yule ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumpa kufahamu dini, hakumpa kujitolea katika dini, basi mtu kama huyo yuko mbali na khairi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaanza ama akaendelea mwenye kitabu kusema bismillahir rahmanir rahim, akaanza na himdi akisema alhamdulillah, himdi zote, shukrani zote za Mwenyezi Mungu Rabbil alamin, mleze viumbe wote. Himdi hahimidiwi isipokuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani unaweza kumshukuru mwanadamu, unaweza kumshukuru Mwenyezi Mungu, wala kumshukuru mtu yote ambaye kama amekufanyia wema, tofauti na himdi. Himdi anahimidiwa Mwenyezi Mungu peke yake. Kuna himdi na kuna shukrani na kuna madhi. Himdi kama tulivyosema ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrani ni kwa yule ambaye kwamba anakutendea wema, inapaswa umshukuru kwa wema wale ambao kwamba amekufanyia. Na madhi ni kumsifu mtu kwa wema aliofanya hata kama hakukufanyia wewe. Umemfanyia mtu mwingine lakini amefanya wema, basi unaweza kumsifu maadamu amefanya wema. Kwa hiyo mwenye kitabu akatumia kalima cha alhamdulillah, wa himdi zote zinamstahiki Mwenyezi Mungu Rabbil alamin, mleza viumbe wote. Wabihi, na kwa yeye Mwenyezi Mungu, nasta'inu, tunataka msaada, ala umuri dunia, juu ya mambo ya kidunia, wa dini na dini. Mambo yote ambayo kama tunayafanya lazima tutake msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sababu wanadamu hatuna uwezo lao Mwenyezi Mungu hakutaka. Mwenyezi Mungu anasema ma tashauna illa an yasha Allahu Rabbul alamin. Kila unachokifanya basi ni Mwenyezi Mungu ndiye ametaka uweze kufanya. Lao Mwenyezi Mungu kama hajataka, basi huwezi ukafanya hata ukatumia nguvu gani. Akaendelea mwenye kitabu kusema, wa sallallahu, na kumsalia Mwenyezi Mungu, wa sallama, na kumpishia salamu, ala sayyidina Muhammad, juu ya bwana wetu Muhammad, khatamin nabiyyin, mwisho wa manabii, wa alihi, na ali zake, wa sahbihi, na sahaba zake ajma'in wote. Mwenye kitabu akaregesha, baada ya kuregesha himdi kwa Mwenyezi Mungu, akamtaka Mwenyezi Mungu amswalie Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ambao kwamba ndio mwisho wa manabii wote, hakuna nabii baada yake. Huyu ndiye nabii wa mwisho ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtumiliza katika ulimwengu. Akamswalia yeye na ali zake na sahaba zake wote, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akapokewa na masahaba ambao wamefanya kazi mpaka dini kutufikia sisi. Kwa hiyo unapomswalia mtume ni bora uswalie na ali zake pamoja na sahaba zake. Wala haula, wala hakuna uwerevu wa kufanya maasi, wa kufanya taa, wala quwwata, wala hakuna nguvu ya kuepuka maasi illa billahi al-aliyyil azim,
isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu al-Ali, aliyejuu, al-Azim, aliyemtukufu. Hakuna uwerevu wala ujanja wala mipangilio ya kwamba wewe unaweza sana kupangilia kufanya ibada kumtii Mwenyezi Mungu, wala huna nguvu ya kuweza kuepuka maasi isipokuwa kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. Ukijiona katika ibada umeshika ibada na umeepuka maasi, basi unafaa mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kukuwafikia. Akaendelea kwenye kitabu akisema faslun, hiki ni kigawanyo, wa arkanul islami khamsatun, na nguzo za Uislamu ni 5. Uislamu umebebwa na hizi nguzo 5. Lau ukiweza kupatikana nguzo 5 kama hizi, basi Uislamu wa mtu umetimia. Na lau ukikosekana moja katika hizi 5, itakuwa Uislamu wake haujatimia, bali atakuwa sio Muislamu. Nguzo zenyewe ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kushuhudia kuwa hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tushuhudie kuwa hakuna mola anayefaa kuabudiwa katika ulimwengu huu isipokuwa ni Allah, na Muhammad ni mtume wake. Kushuhudie kwa moyo na vile vile kutamka kwa ulimi. Nguzo ya pili ni iqamus salat, kusimamisha sala. Baada ya kuwa umepiga shahada, kwa utasali sala 5 kwa wakati wake, kama ambavyo mtume anatuambia sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mnavyoniona mimi nikisali. Sisi hatukumuona mtume, lakini wako waliomuona mtume kama masahaba. Hatukuona masahaba, kuna walioona masahaba tabiina, ziko sala namna alivyosali mtume. Kwa hiyo ni lazima ukitaka kusali uende ukasome sala inasaliwa vipi, ina nguzo ngapi, ina arkani ngapi, ina shurti ngapi, mambo gani anabadilisha. Ni lazima usome sala ili uweze kuisali kama mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosali, na kisha usali ndani ya wakati. Mwenyezi Mungu asema inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, ni faradhi ambayo kwamba imewekewa wakati, lazima utaisali ndani ya wakati. Nguzo ya 3 ni itau zakati, ni kutoa zaka. Zaka ni kiwango maalum ambapo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea tutoe matajiri kuwapa maskini. Kisha kuna zaka ambazo kwamba ni za kila mwenye uwezo wa kutoa zakatul fitri, anatoa kuwapa wale ambao kwamba ni wenye kuhitajia. Kwa zaka ni miongoni mwa nguzo za Uislamu. Lau kukosekana zaka, mtu akawa na uwezo wa kutoa zaka asitoe, basi haihesabiwi kwa Muislamu, sababu kukosekana nguzo katika nguzo za Uislamu. Tutaieleza zaka inshallah katika mlango wake. Kila nguzo tutaielezea kwa undani itakapofika wakati wake wa kueleza katika kitabu kama hichi. Nguzo ya 4 ni saumu Ramadhani, ni kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala amefaradhisha kwetu sisi kama alivyofaradhisha kwa wale ambao kwamba wamepita kabla yetu. Kwa hiyo inaonyesha saumu ilikuwa ni faradhi kwa umma waliopita, na kwa sisi pia ni faradhi kwa mwaka, mwezi mmoja, siku 30 au 29, na lazima muweze kufunga kuanzia alfajiri mpaka magharibi kama tutakavyoelezea na sharti zake. Wa hajjul baiti, na nguzo ya 5 ni kuhija al-Kaaba, man istata'a ilayhi sabila, kwa yule ambaye kwamba ameweza kuenda kuitekeleza ibada ya hija kwa uwezo wa kifedha na kwa uwezo wa kiafya, akawa anaweza kwenda, basi kwake ni wajibu aende kutekeleza nguzo kama hii. Endelea kwenye kitabu akisema faslun, hiki ni kigawanyo arkanul imani 6, nguzo za imani ni 6. Baada ya kuwa kuna nguzo za Uislamu, kisha kuna nguzo za imani. Nayo ya kwanza ni antumina billahi, ni umwamini Mwenyezi Mungu, wa malaikatihi, vile vile uamini malaika. Kwanza uamini kwa Allah ni mmoja, hana mshirika wake, yeye ndiye anayepaswa kuabudiwa kwa haki. Mambo yote ambayo kwamba yanafungamana na Mwenyezi Mungu utaitakidi. Kisha uitakidi kuhusu malaika kwa Mwenyezi Mungu, akonao malaika la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, wanamwabudu Mwenyezi Mungu na wanatekeleza amri za Mwenyezi Mungu pasina kupindisha wala kukanusha hata mmoja. Kisha wakutubihi, uamini vitabu vya Mwenyezi Mungu, uamini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anao malaika, anao vitabu alivyoteremsha kwa mitume wake kwa ajili ya kuongoza wanadamu kama sisi ummati Muhammad. Kitabu chetu ni Qur'anul Karim.
wa rusuli, kisha uamini mitume yake Mwenyezi Mungu yote, wa bil yawmil akhir, na uamini siku ya mwisho ambayo kwamba yenyewe inaanzia kufa mpaka yatakayotokea siku ya kiyama, watu waingie peponi na wenye kuingia motoni waingie motoni. Yale yote yatakayotokea katikati, kutolewa roho, masala ya kabri na adhabu za kabri, neema za kabri, masala kufufuliwa, yote ni lazima kama Muislamu uweze kuamini, ndio imani yako itimie. Kwa qadari, na uamini qadari. Qadar ni mipangilio ambayo kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyapingilia katika ulimwengu. Utakufa siku fulani, utazaliwa siku fulani, utateseka, utapata kana hivi, utakuwa tajiri, utakuwa maskini. Haya ni qadar ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lazima uiamini. Khairihi, yale ya khairi, wa sharrihi, na yale ya shari, yote uamini kwa haya ni ya Mwenyezi Mungu. Usitafute sababu kwa nini mtu fulani kanifanya hivi, lao nisingefanya mambo fulani. Wote lao ungefanya usifanye, maadamu Mwenyezi Mungu amekuandikia, basi ambapo kama lile ingelipata. Mtume anasema lile ambalo kama Mwenyezi Mungu amekuandikia likupate, litakupata tu, halina namna nyingine. Na ile ambapo kwamba limeandikiwa lisikupate, hata ukifanya nini halitokupata. Kwa hiyo uamini kila linalokupata na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapoamini mambo sita kama haya, imani yako itatimia. Mwenye kitabu aendelea akisema faslun, hiki ni gawanyo wa maana la ilaha illa Allah. Na maana ya la ilaha illa Allah ni nini? Ni kuwa la maabuda bihaqi, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki, fil wujudi, katika ulimwengu, illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu yoyote anayefaa kuabudiwa isipokuwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiitakidi itikadi hili, basi ndio itikadi ambayo kwamba inaanza kuingiza katika Uislamu, na ndio maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah, ni kuwa hakuna anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Na kuabudiwa, maana ya ibada ni kuwa unafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuepuka makatazo yake katika kila yako. Maisha yako yote yaende vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akasema, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini wala binadamu isipokuwa wapate kuniabudu mimi. Na ibada ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuepuka makatazo yake katika mambo yote, katika kutinda, katika kusali, katika kutoa msaada, kutoa sadaka, kutoa kila unachokifanya ukifanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kila lile ambalo kwamba utaliata kulifanya, basi uliate kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuamrisha. Hiyo ndio maana ya ibada kwa ufupi, na mpaka hapa tutakoma inshallah. Tumombe Mwenyezi Mungu ajalie alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wal afwa minkum wa sallallahu wa barakatuh wa ila al-liqa.